Mpendwa msikilizaji, karibu kwenye chaneli yako pendwa Lastani Njeyala, inayotoa mada mbalimbali za maisha ili kuelimisha, kuhamasisha na kuchochea mtazamo mpana. Karibu lambaze nami katika lugha adhimu ya Kiswahili. Leo tutaenda kusikiliza maneno ya kijana mwenzetu Leonardo ambaye anatuasa, andaa uzee wako angali bado kijana. Kwa katika maisha ya ujana tunapaswa kutunza fedha, tunapaswa kutunza mali na tunapaswa kuthamini muda. Basi hebu tuende tuungane naye ili kusudi kwenda kupata mang'amuzi chanya aliyozungumza huyu kijana. Usicheke tu, bali upate funzo ndani yake. Kutunza kwa ajili ya picha yako uzeeni ni muhimu. Tunaona sasa hivi wazee wana miaka 65 na mapesa yao waliyatunza. Wengine tunawaita masponsa. Tutafanyaje sasa? Walitunza hela. Sawa, dada zetu kidogo, lakini hata mimi binafsi pia nimeshakula hela za sponsor. True story, mimi nilikuwa na date na binti ambaye alikuwa na date na sponsor. Asa yule mzee hela tulipiga. Tulikula hela za yule mzee. Asikuwa safi kabisa. Yule binti alipojichanganya alichiti na mtu mwingine ambaye sio sponsor wetu. Roho iliniuma sana. Nilitamani nimpate yule mzee nimwambie, wewe tunachitiwa unaangalia tu, atatuletea magonjwa. Iliniuma sana. Tujiwekee hela, tutunze. Hapo ukiwa babu na pesa, hata wajukuu kuja kutembelea nyumbani pale inakuwa sana. Vijukuu vinakuja vinakuambia grandpa, unajua zile mara kafungua friji, yogurt ya nani, wewe hela unazokula tu. Wazee wana tabia ya kuita wajukuu zao mke wangu. Unajua zile, ukiwa na hela ukimta mjukuu mke wangu, hamna mwenye shida, hamna hela mimi. Kuwa hoe hahe mke wangu, kama anamaanisha huyu mzee huyu. Pesa. Ukiwa na hela hata ukimkumbatia mjukuu wako kwa siku 30. Ohe, kumbatia mjukuu wako sekunde 2 tu. Kama anapata hisia huyu. Wasiwasi, yani. Wasiwasi. Tujiwekee hela. Tutunze pesa. Tunza pesa. Kwa sababu na kwenye kifo itatokea, lazima kitokee, uwe na hela au huna hela, lazima kitokee. Ukiwa na pesa, hata ukiwa unakaribia kufa pale, mambo huwa tofauti na ukiwa huna hela. Ukiwa na pesa, hata daktari anapopeleka taarifa, kwanza atoi taarifa ovyo ovyo, anapeleka kwa msemaji wa familia. Yaani familia kama timu ina Alikamwe, ina Meliali, msemaji wa familia anakalishwa pale, anapewa taarifa za kitaalamu. Mzee alipata cardiac arrest inasababishwa na myocardiopathy. Kwa hiyo sasa hivi yupo kwenye koma. Tumuombe. Umeona? Kesho saa 10 alfajiri mzee kavuta. Tumuombe Mungu amlaze mahali pema. Sisi sasa, kwanza daktari anatoka wodini, jasho linamtoka, haya alifanya hivi. Mtoto wake mkubwa yuko wapi? Wa kwanza wa kiume wanatakiwa pale. Fika pale sasa, tumepambana sana. Kila roho kirudisha, roho haitaki, imechoka maisha. Rudisha hola. Roho imegoma, haitaki. Mambo kile hata jinsi unavyomuishi. Wanasema Mungu amrehemu huko aendako. Yaani hawajua anaenda wapi, lakini amrehemu huko aendapo. Tujiwekee pesa. Tunzi. Hapa ndio ukiwa na hela uzeeni, mvi zinakuja pasiti. Unakuta kama mzee wetu Mungu amrehemu Edward Lowassa. Unaona kabisa zimenawiri.
una pesa, mvi zinakuja nusu nusu, hapa kweupe, hapa kweusi, hapa kweupe, yaani manake mwili haujakubali, wao ndio tunakufa hivyo. Mbona hauna chochote Unakupa nafasi ya ziada, fanya chochote kabla tujaamua, ila ndio hivyo. Lakini hola, yaani ndio tu. Ukiwa na hela, hata story unazopigia wajukuu zako zimezeeka, unakuwa na system. Nakumbuka mwaka 83 nilitoka kuchukua masters London kule, kwenye ndege nilikutana na Oscar Kambona. Alishauri sana niingie kwenye siasa, nikasema hapana, natumikia jamii yangu kama daktari. Sasa ukiwa una hela, jukumu kubwa hilo nalo ni kuwaaminisha wajukuu kwamba na wewe ulikuwa mtu kati ya watu. Hivi unajua ugumu wa hilo swala? Na wajisikia kitu cha kijinga. Umeona hichi kijiji tangu 73 nipo hapa. Watu wanakuja wanaondoka, unaniacha hapa. Kwa nini usiitwe mchawi? Kwa nini usiitwe mchawi? Wewe wote wanaondoka huko pale pale. Kwa nini? Tujiwekee pesa. Tunza pesa, tunza pesa. Kuna wazee wana miaka 70 wanaoa binti. Ukiwa na hela hiyo sana inaonekana sana wenyewe. Ni unafiki ila ndo. Umependezana hohehahe. Miaka 73 kwa binti wa miaka 19. Kwanza vijana wa mtaani wanaanza kupa maneno ya kishujaa. Kwamba seha ng'ombe hazeeki maini bwana. Kazeeka ila maini hajazeeka. Tunze pesa. Hapo hizo pesa tunazotunza zitatusaidia sisi na watoto wetu. Na mimi baba pia. Makofi kwangu, sio rahisi. Sio rahisi. Mimi ni baba wa mtoto mmoja. Kwa baba ni raha, unajua yaani wewe ndio ile himaya yako ile. Unajua sometimes ukiwa baba unafanya vitu ili mradi tu kwa sababu wewe ni baba. Unaweza kuingia ndani ya nyumba hivi paka kufungua mlango na angalia watoto hivi ungeacha chochote. Alafu kaondoka. Hadi unapoacha roho ipo juu. Tumefanya nini tena jamani? Ili mradi tu kwa sababu wewe ni baba, ile ni himaya yako ile. Kwa baba ni raha sana. Lakini nimesema yote heshima hiyo kwa wote. Sawa, bwana maisha haya. Kuna wengine watakuwa na hela, wana hela, mtu asikuheshimu watu makofi kwa sababu nimeongea point hapo. Point nzito sana. Tuheshimu watu wote. Kupita njiani salimia, mtaa watu salimia. Unaweza kukaa una kiburi salimia watu. Ila kuna mambo yakitokea, salamu ni mambo muhimu sana. Umepita mtaa wa watu hivi hujasalimia, bahati mbaya mbele ukakanyaga kinyesi. Sasa nabidi utafute ukuta wa watu wowote ufikie. Na huku kusalimia huku. Utafutia ukuta wa nani na ukusalimia? Heshima muhimu kwa siku. Mungu awabariki sana.